Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumanne ndani ya juma la pili la Kwaresima mwaka C wa Kanisa. Na katika siku hii ya leo tunaongozwa na maandiko matakatifu kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kugusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua irizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele ya masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, somo la Injili tulilosikia hivi punde linatusisitizia juu ya unyenyekevu, utumishi na kuepuka unafiki, hasa kwa wale walioshika mamlaka katika kanisa au katika jamii. Tunapaswa kufahamu kuwa ukweli wa kiroho na utii wa Mungu ni muhimu zaidi kuliko heshima ya kidunia au mamlaka ya kijinsia. Mtakatifu Gregori Mkuu katika kufafanua na kutafakari sehemu hii ya Injili aliona mafungu haya kama wito wa viongozi wa kanisa kuwa waangalifu katika kufundisha na kuwa mfano wa maadili kwa waamini. Alisema kuwa viongozi wanapaswa kuwa chini ya Mungu na kuwahudumia wale walioko chini yao kwa unyenyekevu. Swali la kujiuliza ndugu yangu mimi na wewe, kila mtu ni kiongozi hata wa maisha yako. Je, unaongoza maisha yako au watu uliopewa kama Mungu anavyotaka? Ni swali la kujitafakari katika kipindi cha Kwaresma, na tuzidi kuongozwa na Mungu, tujiongoze katika kumwelekea Mungu na kumpenda zaidi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.